alimbaka akamuua, kisha akachimba shimo usiku ule na akamzika kama mnyama, akiamini kwamba anapoteza ushahidi, lakini akawa amesahau alichokipanga Mungu binadamu aweze kupangua. Bwana, kabla hatujasonga mbele kuitazama video hii, fanya kusubscribe channel yetu, like video zetu, share kwa ndugu na jamaa ili tuwe familia pamoja. Karibu. Huyu binti tunamuita Ada, nadhani wengi mnamkumbuka katika sehemu yetu ya kwanza. Alitokewa na mzimu, bibie tunamuita Ochanya. Lakini siku moja kuna mama aliyekuwa anamtafuta mwanae anaitwa Stanley. Lakini huenda ikawa rahisi, maana mama akakutana na mzimu pamoja na bibi Ada, huenda akapata msaada. Haya, yule bwana mkubwa mlinzi tunamuita Chindo, na sasa kwa wakati anafanyia kazi katika nyumba ya bosi mmoja. Wakati ule geti ilikuwa rekebishwa. Alipofika getini tu nakwambia akawa mkali huyo hatari, na baada hapo akaanza kufungua geti taratibu namna hii. Bwana, anafungua geti tu anauona mzimu wa bibi Ochanya, akadondoka chini pale pale na akaanza kukimbia zake. Wao, kamkumbuka ni binti aliyepata kumuua miaka michache iliyopita huko nyuma. Bwana, kumbe haukuwa mzimu bali alikuwa ni bosi mmiliki wa nyumba hii. Alianza kuhisi kama huyu kijana kama kapagawa, kachanganikiwa, elewi. Alichokifanya akaona bora tu aweze kutafuta mlango wa dharura. Wakati wa Chindo akiwa zake pale na kuambia anamweke vibaya mno, maana alichokiona amini kwa macho yake mwenyewe. Basi bwana bosi akawa amepita mlango wa dharura na hatimaye akaingia ndani, anamcheki bwana mdogo Chindo yuko upande wa pili. Basi hatimaye alianza kumfuata taratibu. Bosi anamuita jina Chindo. Kadondoka chini pale pale akiamini ni mzimu umemfuata kwa mara nyingine. Bosi anashangaa, anamuuliza, "Una shida gani ati?" Basi Chindo akapata kusikia sauti ya bosi wake, akaamini kabisa kwamba ni bosi wake. Anapiga jicho, anamuona bosi huko mbele yake amesimama. Nakwambia akavurugu hata elewi, anasalimia habari za jioni wakati ni asubuhi. Anamwambia, "Kwa nini ukutaka kuweza kufungua geti wakati anabisha geti pale nje?" Bwana Chindo anashangaa, "Kumbe ni wewe ambaye ulikuwa umesimama pale kwenye geti." Kwa hiyo unaniuliza kwamba ni nani aliyekuwa amesimama kwenye geti kwamba ukuniona, si ndio? Bwana, hii kitu bosi anaona kama mawenge. Chindo anamwambia bosi, anambia samani, mimi siko sawa naumwa malaria. Yaani hapa kichwa kinanisumbua bara. Na kuambia malaria hiyo imesababisha hata sioni vizuri mheshimiwa. Inabidi akaweza kuomba samani kwa bosi wake, anamwambia nisamee sana bosi. Bosi wake anaitwa Dede. Bwana, basi Chindo akanyenyuka chapu kwa haraka na akaenda zake kufungua geti. Bwana, yamekuwa ni mauzauza. Damu ya mtu haipotei bure bwana. Basi akatole Chindo ikabidi akuje moja kwa moja kwenye geti namna hii. Lakini kumbuka ni mtu mwenye kuwa na mawazo, ana mawenge. Akiwa zake hapa anajiuliza kitu gani ambacho kimetokea. Hivi ni kweli nimemuona yule binti? Nadhani yule binti nilimuona nikamzika nikamfukia tena bila ushahidi. Inakuaje sasa namuona leo? Bwana, kitu namchanganya sana mzee. Wanaanza kuhisi kama ni ndoto Haya, kumbuka mchakato wa kuweza kumtafuta Stanley unaendelea. Hatimaye tuko na bibi Ada pamoja na ule mzimu Ochanya. Kumbuka Ochanya anamuongoza bibi Ada. Basi baada ya kufika hapa, Ochanya ananyosha mkono wake, anamwambia Stanley ule kule. Stanley mwenyewe anakuambia amekaa kizembe hatari. Ni mtu mwenye kuwa na mawazo. Ni bwana mdogo aliyepotea nyumbani. Hakuwahi kuweza kufahamu nyumbani kwao ni wapi. Miaka kadhaa. Hii ni laana kutoka kwa bibie aliyesababisha ujauzito wake ukatoka. Ikabidi binti kwanza aweze kupiga sala kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na baada hapo akamuita jina Stanley. Bwana pale bwana mdogo akastuka kuweza kusikia anaitwa. Ikabidi binti akajitambulisha pale, akaambia ni mimi. Jina langu ninaitwa Ada na huyu ambaye niko naye hapa anaitwa binti Ochanya. Bwana, kumbuka binti ni mzimu aonekani, aliyepata bahati ya kuweza kumuona ni bibi Ada pekee. Bwana, kisha akamwambia kwamba inabidi uweze kuongozana nami ili nikupeleke moja kwa moja kwa mama yako. Mama yako anakutafuta miaka na miaka ati. Basi tukiwa upande wa pili, huyu ni baba yake na Ada wakiwa na yule mama. Baba anamtia moyo, anamwambia hata usijali, mimi namwamini vibaya mno mwanangu. Kwa hiyo atakuletea mwanao, hata usijali. Na ni kweli bwana, haikupita muda, hatimaye geti linafunguliwa namna hii. Hatimaye alikuwa ni Ada, Ochanya pamoja na Stanley. Wow, mama anageuka, anamuona mwanae. Hakuamini, anasema huyu ni mwanangu. Mama anakuambia anashangaa kuweza kumuona Stanley. Bwana, ikabidi akakimbia na kumuoa Chapo kwa haraka namna hii. Maana ni miaka. Mama akamtafuta miaka na miaka, hatimaye leo arakutana naye. Haya, tunarudi moja kwa moja upande wa pili. Ni kwa boss. Boss anasema nimekuita kwa muda mrefu sana. Ulikuwa wapi? Hebu niambie. Nakwambia Chindoka piga saluti para, akaambia nilikuwa sijakupata boss wangu, niko hapa. Nipe maelekezo boss. Boss anaamini kabisa kwamba huyu jamaa ana matatizo, huyu anamanjegeka. Akaambia sawa, haina shida. Akazama mfukoni na akatoa pesa. Wow, bwana mdogo kama kawaida mzimu ukamtokea pale pale. Akabaki kupiga kelele tu, anamuona bosi kama mzimu. Bwana, bosi akabaki kushangaa, huyu kijana kulikoni, mbona simuelewi? Nakwambia Chindo akatoka baro kafungua geti, hatimaye huyo mtaani. Bwana, huko nakwambia bosi ana mawenge, haelewi huyu kijana ana shida gani.
Bwana, huku nakwambia Chindo anaikata mitaa vibaya mno, akavurugwa, anapiga kelele hatari. Basi bwana, wakati ule sasa Ada akiwa kwenye gari anaendesha gari zake hivi, bwana, ghafla sikatokea jari bwana mdogo Chindo pamoja na bibi Ada pigwa kikumbo na gari pale, akadondoka zake pale chini na kwambia toba toba toba, kazimia pale pale. Yesu Kristo nimeua. Kabidi chapu kwa haraka akateremka kwenye gari kwenda kumuona bwana mdogo. Nakwambia amini, Mungu wangu nimeua. Nimefanya nini? Mungu wangu nimeua. Anakuja gundua bwana mkubwa anakwambia kazima, anakwambia hata hapumui. Bwana basi alianza kuomba msaada kama kuna mtu yuko karibu yake pale ili aweze kumsaidia. Wakati huo mwamba bwana si akazinduka namna hii. Kwambia akazinduka na kupiga kelele tu. Bibi anashangaa, Mungu wangu, asante Mungu, asante. Kanyanyuka huyu mtu. Bwana Chindo anashangaa, anamuuliza bibi, nini kimetokea hapa? Eti nafanya nini hapa? Kasahau kwamba amegongwa na gari. Bibi anamwambia ilikuwa kama bahati mbaya. Unaweza ukawa labda umepata matatizo maana nimekugonga na gari. Anamwambia acha ujinga, bwege. Kazoa mchanga na baadaye akaanza kumrushia namna hii. Huko nakwambia binti anamuomba samahani. Tunamwambia nisamee sana bosi wangu, nisamee. Hajajua kama ndo aliyeweza kumuua bibie. Haya, mmiliki wa gari ni nani? Bibi anamwambia hii gari ya baba yangu. Kwa hiyo baba yako ndo amekutuma ili uje uniue? Bibi anamwambia hapana, si kweli. Bwana anazoa mchanga na baada hapo anamrushia bwege huyu. Ile anasimama tu basi hakika bwana kumbukumbu zake zikarudi. Akakumbuka kwamba aliona mzimu wa Ochanya. Hatimaye nakwambia akaanza kuchapa raba kwa mara nyingine tena. Sasa katule bibi Ada anashangaa, huyu jamaa vipi, mbona mimi simuelewi? Wakati ule bibi Ochanya si akatokea, anamwambia Ada ni mmoja wao. Bibi anamuuliza nani? Akaambia mlinzi aliyeweza kuniua ndo huyo. Hebu fanya haraka nenda kamkamate kabla hajafika mbali. Basi bibi anakuja gundua kumbe ndo huyo aliyefanya majanga kwa bibi Ochanya huyo. Haya, kaambia subiri. Bwana basi si akaanza kumkimbiza. Wakati anakuambia bwana mkubwa ndo kwanza anachapa raba namna hii. Mapigo ya moyo kwake anakuambia anakwenda kasi vibaya mno. Anasikia sauti ikimuita. Binti anafika anamuona mwamba huyo. Wewe mlinzi, simama. Bwana hatari. Anasepa na mia bara. Nakwambia akakutana na geti moja, si akaingia moja kwa moja namna hii. Kuna mwamba mmoja alikuwa ameketi zake pale, akamtolea bastora. Jamaa anakuambia akamuonyeshia bareta, lakini anamchunguza ni kama anamfahamu hivi. Bwana tunarudi moja kwa moja upande wa pili. Huku ni nyumbani kwake na Ochanya, na ndo mama aliyesababisha kifo cha Ochanya. Ni yule mama aliyekuwa akimtesa Ochanya. Baba anamtimua, anamwambia ondoka kwenye nyumba yangu, chapu kwa haraka, ondoka, sitaki nikuone. Unataka mimi niende wapi? Kumbuka mimi ni mkeo. Hilo tatizo. Baba anasema kwamba nimekuoa, imepita miaka 7, hujaweza kubeba hata ujauzito bwege. Ondoka hapa. Bwana bibi anamwambia kumbuka mimi si Mungu bwana we. Haya, kama ungejua kama wewe si Mungu, kwa nini ulisababisha kifo cha mtoto wangu miaka iliyopita? Hebu acha bana, acha ujinga. Anamwambia kwamba una sababu ya kukana kwanza kunilalamikia. Nilianzaje mpaka mwanao akafa? Hii ni kwa sababu ya wewe kuwa na moyo mbaya, mwanamke mjinga sana wewe, mwanamke mwenye kuwa na roho ya kishetani. Haya, basi baba anakuambia kaongea zake para, akaambia subiri, ngoja niingie ndani nitoke, wewe sitaki kuondoka. Bwana kumbuka malipo ni hapa duniani. Kile alichoweza kumtendea bibi Ochanya, sasa hatimaye haya ndio madhara yake na ndio matunda yake. Mama ametulia tu anamsubiria kama anakuja na akuje. Haikupita muda anakuambia baba sakatoka na panga. Baba anakuambia cheki na wote, ikabidi akamtimua. Miaka 7, mna mimba, mna mtoto, bwege umesababisha mtoto wangu amekufa, ondoka. Haya, tunarudi moja kwa moja upande wa pili. Ni zile njemba. Bwana huku bado majanga yanaendelea bwana Chindo anasema ni mwanamke, ndio yule mwanamke ambaye nimekuambia amekuwa akinikimbiza muda wote, ananiita mlinzi, simama. Kabidi bwana mdogo apige chabo kwanza aweze kumtazama vizuri. Lakini baadaye kuna kitu alianza kukibaini. Anasema huyu binti haonekani kuwa mgeni kwangu, ni kama nilishakutana naye somewhere. Bwana basi kabidi akaweza kumkumbuka namna hii. Ni siku ile wakati mchongo umetengenezwa na ndugu yake, siku ile wakati walitaka kwenda kumuua baba yake ili waweze kuchukua dokumenti zote za ardhi. Sasa bwana mdogo anakumbuka tukio hili, kumbe ndo huyu binti anakumbuka kila kitu kilichoweza kutokea huko nyuma. Alitakaga kusababisha matatizo. Anamwambia kwa hiyo ulitaka kumuua baba yake, si ndio? Unaongea nini wewe? Nakwambia bibi yuko zake pale. Yuko zake pale, nakwambia anataka mpaka ampate yule watchman. Sasa huko nakwambia si ugomvi ukaanza, kila mmoja akaanza kumsingizia mwenzake. Anakufuata wewe. Kwa hiyo umemleta binti ili kuja kunisnitch, si ndio? Huko Chindo na anamwambia pana, ni wewe ndio chanzo. Bibi anakufuata wewe, ulitaka kumuua babake. Kabidi Chindo apige kwanza chabo namna hii kama anaweza kumuona bibie. Sasa Chindo anakuja kustuka, anakuta bwana mdogo ana bareta, anamuuliza, "We, una bareta?" Hebu twende tukamalize mchongo. Twende tukambatue tummalize kama kawaida.
Basi bwana akawa amekubaliana kwamba inabidi waweze kumuinda bibie. Baadaye basi mchongo ukaanza namna hiyo. Lengo ni kutaka kuweza kummaliza bibi Ada. Ada akiwa zake pale haelewi ili wala lile, kumbe watu wako nyuma yake. Oh, unatutafuta sisi ndio? Wow, bibie anakuja kugeuka namna hii, anakuta Bareta iko namna hii. Ilibidi alianza kuomba samani pale pale. Anamwambia tafadhali usije ukaniua, nakuomba tafadhali. Anamwambia nafunga na domo langu kabisa, nitakaa kimya. Toba wewe, nakwambia chindoka aje juu. Wewe ni mwanamke mjinga sana wewe. Ni mara ngapi umekuwa ukinifuatilia bila sababu Unataka nini kutoka kwangu wewe? Nakwambia muda wote tu kila nakwenda. Mlinzi. Unataka nini? Oya, maliza kabisa huyu. Tena ikiwezekana piga ya kichwa mara moko tu. Wow, bibi anasema kwamba wewe ni muuaji, umemuua binti asiyekuwa na hatia na baada hapo ukamzika. Anamwambia kuna mambo matatu tu ambayo uwezo ukayakimbia. Nakwambia uwezo ukalikimbia jua, uwezo kukimbia mwezi. Kila ulichokifanya hiyo ni hatima yako, uwezo ukakimbia maana Mungu anakuona wakati wote. Anamwambia kilichoweza kutokea kati yangu na huyo binti ilikuwa ni siri. Sasa wewe umejuaje? Wewe ni mzimu ama wewe ni Mungu? Anasema kwamba nilimuua kisiri na nikamzika kisiri. Haya bwana mkubwa, hebu ua. Fanya kuua chap kwa haraka. Binti anamwambia kuwa makini sana, siku zako zinahesabika. Bwana mdogo anasema kwamba kweli nilifanya makosa, nikakuacha wewe na baba yako mkaondoka. Lakini kwa wakati huo hautaweza kuchomoka kwenye mkono wangu. Bwana mdogo anapiga makofi pale pale. Si akatokea bibie. Bwana, kumbuka yeye anamuona sasa. Anamwambia piga ule pale, piga kale katoto kale kamzimu, piga kale pale. Ochanya anasema kwamba hutaweza kumuua mtu yeyote siku ya leo. Hebu piga Bareta bana, piga Bareta, anamwamuru apige Bareta. Na baada ya muda sasa akaona kama vile anazinguriwa alichokifanya ikabidi ageuze Bareta kuweza kumwelekea yeye. Oya, rafiki tafadhali usije ukafanya kitendo hicho. Hicho kitendo ni kibaya bana, utaniua unajua. Anamwambia tafadhali usije ukaniua. Hembu geuka huko nyuma, kuna mzimu nyuma yako bana. Hembu uua kwanza mzimu. Nakwambia bwana mkubwa kamgeukia. Anamwambia umemleta bibie ili kuja kunitia kwenye mtego, si ndio? Bana basi chapu kwa haraka akanyanyuka, akaona bora akimbie. Hajafika mbali na kuambia Bareta sikaria. Wakati ule bwana mkubwa akiwa zake pale, Bareta ikaanza kuleta shida kidogo. Bana kumbe binti Ochanya alikuwa anageuza kuweza kumwelekea yeye. Basi bwana mambo ilikuwa namna hiyo. Yule mlinzi Chindo alikufa pale pale na yule bwana mdogo naye akajipiga Bareta naye akapoteza maisha pale pale. Basi hatimaye baada ya muda bibi Ochanya alihitaji kuweza kuondoka na bibi Ada alihitaji kuwa naye wakati wote. Hii ni kwa sababu alikuwa amekwisha kuweza kumzoea kama rafiki yake. Anamwambia kumbuka, mimi si binti ambaye nimepata matatizo, bali mimi ni mzimu ambaye ninatafuta haki. Basi hakika bibie aramwaga na mnana mpungia mkono na mambo yanakuwa iko bamba. Basi mchezo wetu unaishia hapa, nami niseme asante kwa kuwa nami mwanzo mwisho. Basi bwana, ukihitaji kuwa nami wakati wote ni kuombe uweze kusubscribe channel yetu ili uwe mwanafamilia wakati wote. Pale tunapoweka video zetu kwenye channel yetu basi uwe wa kwanza kupata habari na uwe mwanafamilia kamili. Asante na chao, Mwenyezi Mungu akubariki. Bye bye.